mkulima aweze kupata jasho yake. Sawa sawa. Unataka kurudisha gharama, maana yake unajua kule Uganda na kule Tanzania hakuna hawa majambazi, hakuna. Kwa hivyo kule bei ni chini. Kule Uganda bei ya gunia moja ya kilo 90 ni shilingi 1,500. Hapa inafika 2,000 karibu na 800. Kwa hivyo sasa hata yule watumishi wanaumia. Wale ambao wananunua unga, bei ya unga iko juu zaidi. Tunataka kurejesha bei ya unga irudi chini. Tunataka na hiyo. Tunasema tunataka kuona kama wale wakulima ambao wanafuga ng'ombe, watu wa maziwa, vilevile wanataka kuona kama wanapata haki yao. KCC tutarudisha chini ya miliki ya wakulima. Umeelewa sawa sawa? Alafu vilevile kwa upande ile ya elimu, nyinyi mnakumbuka mwaka 2013 kuna wengine walisema wao ni dijitali na sisi ni analog. Mwaka hili vijana laptop, ati kila mtoto atakuwa na laptop. Wale watoto wa laptop wakwenda hawako na hiyo laptop, lakini kama wewe wakati ile sasa wanamaliza darasa 12. Sasa wanawaambia atikazi ni kazi, atiwaambia ni kazi. Sisi tutahakikisha vijana wanapata kazi ambayo inastahili, watapata mafunzo, baadaye watapata mkopo kutoka kwa serikali, pesa ya serikali. Tutaweka wizara ya vijana, Ministry for Youth Affairs. Tutakuwa na National Youth Commission which will be dealing with affairs of the youth to ensure that the youth gets the kind of recognition that they require. Hata kwa serikali tutaweka vijana kama mawaziri. Kwa hiyo hii sikasema hii ni mapinduzi ya vijana. Wengine wanasema sasa baba ni mzee aende nyumbani. Aendelee siendelee? Aendelee siendelee? Wengine wanasema baba aendelee. Tunasema vile vile katika taifa letu wakati huu kuna shida mingi sana kiuchumi. Kwa sababu ya COVID uchumi umeporomoka, kwa sababu ya ufisadi uchumi iko na shida. Kila jamii ambaye hawana ugali kwa meza kila mwezi watapata shilingi 6,000. Tumesema tunataka kuwa na Kenya mpya. Hii Kenya mpya tunaanza kuona ndani ya miaka 5 ijayo. Manake mimi na Kibaki tulileta ile kilomita Rwaza 2030 Vision 2030. Vision 2030 was aimed to lift Kenya from a third world economy to a middle income economy by 2030. Na inawezekana.
kuunganisha Wakenya. Wakenya wawache mambo ya ukabila, waongee kama kitu kimoja. Kusema huyo ni Mkale, huyo ni Mluhya, huyo ni Mjaluo, huyo ni Mkamba, huyo ni Mkikuyu, Mjikenda, Turkana, Msomali. Hapana, huyo ni Mkenya. Tunataka kuimarisha Ukenya. You are Kenyan first before you become a Kalenjin, a Mluhya, a Mkamba, a Mjaluo na kadhalika. Sawa? Kila mtoto awe na fursa sawa, akianza kufanya interview, hata kusema mimi ni Kipkorir, mimi ni Wafula, mimi ni Mutua, mimi ni Wanyonyi, mimi ni Mwenga, mimi ni Kamau, mimi ni Onyango. Yeye ni Mkenya, yeye ni Mkenya. Tumtambue yeye kama Mkenya. Tumekubaliana. Ndio sababu mimi nileta utaki. Ngapi? Moja inaitwa utu. Uzijisaji utu, udugu, umoja, usawa, uzalishaji. Sawa? Kila mmoja nikisema semeni inawezekana. Utu, udugu, umoja, uzalishaji, uchumi bora, Kenya wewe, vijana wewe, ziko pale. Sasa niko hapa na pale nyuma, niko hapa nataka wapee pesa wasilimu nyingi. Niko hapa na Edwin Sifuna, katibu wetu ODM, Bwana Osafi, mkuu maalum katika bunge, Bwana Paranya,